Usiku ulikuwa umetulia, upepo mdogo ukipuliza nje ya nyumba ya Mama Mariamu. Ndani, mwanga hafifu wa taa ya chemli uliangaza uso wake uliojaa huzuni na uchovu wa moyo. Mama huyu alikuwa amejaribu kila njia kumbadilisha mwanawe, Deni, kijana mwenye roho ya ukaidi na tabia za kutisha, pombe, wanawake na uhuni wa kila aina. Mama Mariamu alimkalia Deni pembeni ya kitanda, machozi yakimlenga lengo. Kwa sauti dhaifu iliyojaa maumivu ya mwanamke aliyechoka kuumia, akamwambia, "Mwanangu, acha kabisa huu ujinga wa wanawake na pombe. Unajiharibia maisha na mimi sitakaa kimya huku ukipotea. Nimehangaika kukulea, kila siku na kuonya, lakini huoni. Mwanangu, maisha si mchezo. Utajuta ukichelewa kubadilika." Mama, acha hizo. Haya ni maisha yangu. Wewe uniambii jinsi ya kuishi. Mimi sio mtoto tena. Mwanangu, wanawake wengine wamebeba roho za giza na watakuletea umaskini. Tafuta mwanamke mzuri wa kuoa. Achana na hao wanawake watakao kuletea laana kwenye maisha. Alishusha kichwa chini, machozi yakidondoka kimya kimya hadi kwenye kanga yake. Ilikuwa ni maumivu ya kuangalia mwanao akielekea shimoni, huku huwezi kumvuta kurudi. Akatamka kwa sauti iliyovunjika, "Mwanangu, naogopa sana. Siku moja utakuja jutaa na mimi sitakuwa na uwezo wa kukusaidia." Lakini kabla hata hawajamaliza mazungumzo, Deni alisimama kwa hasira, akapiga mlango kwa nguvu, akaondoka gizani kuelekea usiku wa starehe na anasa, bila kujua kuwa hatua hiyo ingeanza safari ya kutisha ambayo ingetishia maisha yake. Tafadhali subscribe kwenye channel ya Mjumbe Online ili usikose mwendelezo wa story hii ya kutisha, ya kusisimua, ya kuumiza moyo na yenye fundisho kubwa kwa kila kijana. Karibu sana kwenye simulizi, Deni na upendo wa jini. Deni alikuwa kijana aliyekuwa akijitafuta kwa njia mbaya. Maisha yake yalikuwa pombe, sigara na wanawake. Sifa yake mtaani ilikuwa moja tu, hakuna binti anayemtoka bila yeye kujaribu kumtongoza. Kwa vijana wenzake, alikuwa shujaa. Kwa watu wazima, alikuwa kilio cha wazazi. Siku hiyo ya Ijumaa alikuwa ametoka baa ya jirani, kilomita chache tu kutoka nyumbani. Alikuwa na ule utembeaji wa mtu aliyekunywa bia 3, kichwa kikiwa chepesi na moyo wake ukitawaliwa na uhuni wa ujana. Alipofika kwenye barabara iliyokatiza uwanja wa mpira, alimuona msichana aliyemshtua. Alikuwa amesimama peke yake, amejiegemeza kwenye nguzo ya taa iliyokuwa inawaka kwa mwanga hafifu. Gauni lake lilikuwa rahisi, lakini lilikuwa safi kupita kawaida ya usiku ule. Nywele zake zilikuwa ndefu kiasi, zikimfunika shingo kama upepo wa usiku ulikuwa ukizichezea. Hakika alionekana tofauti na wanawake waliozoea kupitia maeneo hayo. Deni alifika karibu, moyo ukiwa unacheza taratibu. "Wii mdada, hauogopi kusimama hapa peke yako usiku huu?" Msichana akamtazama kwa upole. Sauti yake ilipokuwa inatoka, ilikuwa ya kawaida kabisa, safi, tamu, laini. "Sihitaji kuogopa." Deni akacheka kidogo. "Au unanisubiri mimi?" Msichana akatabasamu kwa aibu ambayo ilimchanganya kabisa. Haikuwa tabasamu la ajabu wala la kutisha, lilikuwa zuri mno hadi likamfanya Deni ajisahau. Alijaribu kuanza ujanja wake wa kawaida. "Jina lako nani?" Msichana akawa anapuliza nywele usoni, akamjibu, "Nawe unataka kujua kila kitu haraka hivyo?" Sauti yake ilikuwa ya kawaida kabisa, lakini ilikuwa na ukimya nyuma yake, ukimya mzito ambao Deni hakuuona wakati huo. "Wewe toa tu jina." "Mimi naitwa Deni." Msichana akamwangalia kwa sekunde 3, kisha akasema, "Naitwa Salma." Deni akapiga tabasamu lake la ushindi. "Basi Salma, namba yako?" Salma hakujifanya mgumu. Alitoa namba yake haraka, bila kucheka, bila kumkataa, bila kumdadisi. Urahisi huo ndio uliomvutia Deni zaidi. Aliposave namba na kuinua macho kumwangalia tena, Salma alikuwa tayari anaanza kuondoka. "Haya, tutawasiliana," akasema kwa sauti ya kawaida. Deni akashangaa hilo kuondoka kwa haraka, lakini kwa kuwa kichwa chake kilikuwa kimeloa ulevi, hakutafakari sana. Alienda zake nyumbani akitabasamu, akihisi kama amepata bahati. Asubuhi Deni aliamka na tabasamu. Alifungua simu na kumtumia Salma ujumbe wa kawaida. "Habari za asubuhi Salma." Baada ya dakika moja jibu likaja. "Nzuri. Nipo nyumbani."
Deni akataka kuuliza maswali mengi kuhusu yeye, lakini alijizuia. Badala yake akajibu, "Leo nitakupigia. Unakaa maeneo gani?" Alichorudi nacho kilionekana cha kawaida kwa mtu ambaye hauelewi historia yake. Maeneo ya mwisho kabisa ya mtaa, karibu na yale maeneo tuliyopitia jana. Deni hakujua kuwa maeneo hayo yalikuwa karibu na makaburi ya zamani ya kijiji. Alijua tu yalikuwa kimya na hayapitwi na watu usiku. "Basi nitapita siku moja," alijibu kwa mbwembwe za kawaida. Salma hakupinga. Hakukataa. Hakusema chochote cha kutisha. Lakini alituma ujumbe mmoja tu, uliofifia na usio na maana kwa macho ya Deni. "Kumbe unapenda kujua mambo ya watu." Deni alicheka tu. Hakuelewa. Kwa siku 3 mfululizo walikuwa wakichati kuhusu vitu rahisi, chakula anachopenda, muziki anaousikia na maisha yake ya kila siku. Salma alikuwa mtulivu, mchangamfu kidogo, na wa aina ya wanawake ambao wanamsikiliza mwanaume bila kumkatiza. Deni alizidi kuvutiwa. Lakini kulikuwa na tabia moja tu ya Salma iliyomshangaza. Hakuwahi kutuma emoji. Hakuwahi kucheka kwenye meseji. Majibu yake yalikuwa mafupi, safi na ya moja kwa moja. Lakini hakakuwa na kitu cha kumfanya Deni ashuku. Ujanja wake ulimwambia amempata msichana wa aina ya kipekee. Usiku wa 4 ulipofika, Deni alianza kupata usingizi mzito. Lakini alipolala, ndoto ya ajabu ikamvamia. Alikuwa anatembea usiku, pengine mtaa wake, pengine sio, maana taa zilikuwa zimeloa ukungu. Kila hatua aliyoichukua alihisi ni ya kweli kama yuko macho. Alipogeuka pembeni, aliona kivuli cha mwanamke akitembea mbele yake, si kwa haraka, si kwa polepole, bali kwa mwendo ambao haukueleweka. Alipokimbia kumfuata, aligeuka uso. Na akamwona Salma, lakini si kwa sura ya kutisha, kwa sura ile ile nzuri ya kawaida. Alisema tu kwa sauti ya mbali sana, "Usifungue mlango ambao hujui mwisho wake." Ndoto ikakatika. Deni akaamka akiwa amechanganyikiwa. Alifikiri ni ndoto za kawaida tu, za mtu anayemfikiria msichana mpya aliyemvutia. Hakujua kuwa hii ilikuwa ishara ya mwanzo wa safari ambayo ingetafuna maisha yake. Na wakati huo huo simu yake ikalia, Salma akimtumia ujumbe. "Umeamka?" Haikuwa ya kutisha. Haikuwa ya ajabu. Ilikuwa kawaida, na huo ndo ulikuwa mtego wa kwanza. Siku zilikuwa zikisonga mbele na Deni alizidi kuzoea uwepo wa Salma maishani mwake. Mambo mengi yalionekana ya kawaida, hakukuwa na dalili za ajabu za moja kwa moja. Lakini mara kwa mara kulikuwa na mambo madogo yasiyoeleweka vizuri, ambayo Deni aliyaona kama bahati mbaya au utani wa maisha. Hicho ndicho kilichomfanya asijue kuwa alikuwa tayari anaingia kwenye mtego wa kitu ambacho hakiishi duniani. Siku ya 5, Deni alimuita Salma kutembea katikati ya mtaa, kama wapenzi wapya. Walitembea kimya sana kuliko kawaida. Salma hakuchangamka sana, hakunegea wala kucheka. Lakini hakuwa na tabia za kutisha pia, alikuwa tu mtulivu kupita kiasi. Deni alijaribu kuvunja ukimya. "Salma, mbona wewe ni mtulivu sana?" Msichana akamwangalia na kutabasamu la kawaida. "Ukimya ndio mahali ninapopumua vizuri." Deni hakuchukua hilo kwa uzito. "Wewe ni msiri sana. Lakini nitakujua tu." Salma akajibu kwa upole. "Ukijua sana, unaweza usivute pumzi vizuri." Deni alicheka tu. Haya basi, mysterious girl." Lakini moyoni alimshangaa. Kila kitu kwake kilikuwa cha ajabu kidogo, lakini hakikuwa cha kumfanya atishike. Usiku wa 6, Deni alilala akiwa amechoka. Wakati wa usiku ndoto ile ile ikamrudia, lakini mara hii ilikuwa tofauti. Alikuwa anatembea katika njia ya mtaa wake, lakini taa zote za barabarani zilikuwa zimezimika. Giza lilikuwa zito kama moshi wa makaa. Alisikia sauti ya mwanamke nyuma yake ikisema kwa upole, "Usikaribie mwisho wa njia hii." Alipogeuka aliona Salma tena, sura ile ile nzuri, lakini macho yake yalikuwa mekundu kidogo kama mtu ambaye hakulala siku nyingi. Deni akauliza katika ndoto, "Kwa nini?" Salma akasema, "Kwa sababu mwisho wa njia hii ndio mwanzo wa mahali ninapotoka." Kabla Deni hajachunguza zaidi, giza lilijikunja na ndoto ikakatika ghafla. Aliamka akipumua kwa nguvu, ngozi ikisimama, lakini akajipa moyo.
Nadhani ninamfikiria Salma kupita kiasi, alijisingizia tu. Baada ya siku kadhaa, Salma alimwambia waonane tena. Walikutana kwenye uwanja wa mpira usiku. Halikuwa eneo la ajabu, vijana walikuwa wakipiga soga pembezoni, taa moja tu ndiyo iliyowaka. Alipomkaribia, Salma alionekana mzuri kupita kawaida, lakini haikuwa uzuri wa kufurahisha. Ilikuwa ile ambayo inamfanya mtu ashangae kama anachoona ni kweli. Salma, hujambo? Deni aliuliza kwa bashasha ya kijana mcheshi. Salma akasema, leo unajua umekuwa na mawazo mengi. Deni akacheka. Wewe mbona unajua sana mambo yangu? Salma akamsogelea karibu kidogo. Sauti yake ikawa nyororo sana, lakini baridi mfano wa upepo wa usiku uliopita kaburini. Ukikaa karibu na mtu muda mrefu, unasikia pumzi zake. Unasikia woga wake. Unasikia hasira zake. Wanawake wengine ni wachawi, Deni akatania. Na wewe pengine uko karibu kuwa mmoja. Salma akamwangalia kwa macho ambayo yalionekana kuangaza kwa sekunde moja, kisha akayapunguza kama vile ameficha kitu. Ukijua ninachokijua usingetamka hayo. Deni akacheka tena, lakini mara hii si kwa sababu ya furaha. Kulikuwa na kitu ndani ya maneno ya Salma kilichomgusa moyo vibaya. Baada ya kutembea kwa dakika chache, Salma alisimama katikati ya njia ambayo ilielekea sehemu ya vichaka vinne. Akamuuliza Deni, umeshawahi kupita hapa usiku wa manane? Deni akasema, hapana. Kuna nini? Salma akatazama kwenye giza. Hapa ndipo watu wanaokuja usiku wanapotea. Deni akaguna kwa utani, kupotea kivipi? Salma akajibu kwa sauti ndogo sana, kuna vitu vinavyochukua watu ambao hawajui wanachofuata. Deni alitetemeka kidogo bila kujua kwa nini. Sauti ya Salma ilikuwa laini, lakini maneno hayo yalikuwa mazito kupita kiasi. Usiku ulipoingia, Deni alilala akiwa amechoka, lakini usingizi haukukuwa na amani. Alipoingia kwenye ndoto, aliona uwanja ule ule wa mpira waliotembea. Lakini sasa ulikuwa umejaa ukungu mweupe, mzito. Ndani ya ukungu huo aliona kivuli cha mwanamke anatembea taratibu kumfuata. Kila alipogeuza kichwa, kivuli kilikuwa karibu zaidi. Kila alipokimbia, kivuli kiliendelea kumfuata bila kukimbia. Na aliposikia sauti, ilikuwa ni ile ile ya Salma. Usikaribie mwisho wa njia hii bado. Akaamka kwa mshindo, akijua hii si ndoto ya kawaida tena. Simu yake ikawaka mara moja, meseji kutoka kwa Salma. Nilikuambia usiende mbali sana. Nipo nawe hata ukiwa usingizini. Deni alihisi baridi kupita kawaida. Hii si meseji ya mpenzi. Hii si meseji ya msichana wa kawaida. Lakini bado hakudhani ni jini. Alidhani pengine ni msichana mwenye upeo wa ajabu, mstaafu, msiri au mtu mwenye hisia kali. Siku ya 7 usiku, Deni alilala akiwa amechoka, lakini usingizi haukuwa wa kawaida. Mara tu alipofunga macho, alijikuta amesimama kwenye njia nyembamba iliyojaa vumbi la kijivu. Kulikuwa na upepo mkali, lakini miti haikutikisika hata kidogo. Kisha akasikia mlio mdogo nyuma yake, sauti ya hatua nyepesi, kama mtu anayetembea bila kugusa ardhi. Aligeuka haraka na akamwona Salma akiwa umbali wa hatua 5 tu. Lakini leo alionekana tofauti. Gauni lake jeupe lilionyesha vumbi la kijivu, nywele zake zilikuwa ndefu zaidi, na macho yake yalikuwa meusi sana kama shimo lisilo na mwisho. Kwa sekunde chache uso wake ulirudi kawaida, kisha ukabadilika tena kana kwamba anapambana kuficha sura yake halisi. Akamwambia kwa sauti ambayo haikuwa ya mwanadamu wala ya ndoto. Umekuwa ukinifuata sana Deni. Lakini hujui ni wapi ninapotoka. Deni akataka kukimbia, lakini miguu ikawa mizito. Akauliza kwa sauti ndogo sana. Salma, wewe ni nani? Wingu lilipita juu yao, giza likafunika dunia nzima. Kisha sauti ikarudi. Najua moyo wako. Najua tamaa zako. Na sasa ninajua roho yako. Ndoto ikavunjika ghafla kana kwamba dunia imechanika. Deni akaamka kwa mshindo mkubwa, kifua kikibana, shati lake lote likiwa limejaa jasho. Lakini hapo ndipo akasikia kitu kibaya zaidi. Simu yake ilitoa sauti ya ujumbe. Alipoifungua, moyo wake ulisimama kwa sekunde. Uliniogopa ndani ya ndoto.
Lakini sio ndoto zote zinamalizika unapofumbua macho. Namba ilikuwa ya Salma. Siku iliyofuata Deni hakutaka kuonana na Salma. Alikaa nyumbani bila kutuma meseji, bila kupiga simu. Lakini jioni, kila mara alipofunika macho hata kwa sekunde 2 tu, aliona uso wa Salma ukitokea kwenye giza la macho yake. Siku moja akiwa anajaribu kulala mchana, ndoto fupi ilimtokea. Aliona kaburi kubwa lililoandikwa maneno aliyoweza kuyasoma nusu tu. Kisha akasikia sauti ya mwanamke ikiuliza kwa upole, "Mbona unaniacha ghafla?" Alipoamka, moyo wake ulikuwa ukipiga kama ngoma ya vita. Alijua sasa kuwa huyu msichana si wa kawaida. Lakini bado hakujua kuwa ni jini. Bado alikuwa anadhani labda ni mchawi, au mtu mwenye nguvu za ajabu, au mtu aliyepitia mambo mazito. Baada ya siku 2 za ukimya, Salma alimtumia ujumbe. "Tunapaswa kuongea. Njoo leo mahali ninapoishi." Deni akaandika, "Unaishi wapi haswa?" Jibu lilikuja papo hapo. "Kule mwisho wa mtaa, karibu na makaburini." Deni alitulia kwa dakika 2. Moja ya ndoto zake za mwanzo ilimuonyesha makaburini. Lakini alijipa ujasiri. "Nitaenda." Usiku ulipofika, alifika maeneo ya makaburi ya zamani, mahali palipokuwa kimya kupita maelezo. Hakukuwa na nyumba yoyote, ila kulikuwa na njia moja tu inayopitia kati ya makaburi. Alipoingia ndani ya uzio wa zamani, upepo ukasimama ghafla. Ukimya ulitanda. Kisha akasikia sauti ya Salma nyuma yake. "Uliniambia hujaogopa wanawake. Leo umefika mbali zaidi ya wote uliowahi kutongoza." Aligeuka haraka. Salma alikuwa amesimama nyuma ya kaburi moja. Lakini leo sura yake ilikuwa kama ya mwanadamu, nzuri, tulivu na isiyo na tatizo. Hiyo ndio iliyomsumbua zaidi. "Salma, kwa nini tuonane huku? Unakaa hapa?" Deni aliuliza. Salma akatabasamu kwa huzuni. "Hapa ndipo mahali panaponikaribisha. Pengine ndipo nilipotokea, pengine sio." Akasogea hatua moja mbele. "Lakini kuna kitu hujui Deni." Akamshika mkono kwa nguvu isiyo ya kawaida, baridi kama chuma. Kukamata huko kulimfanya Deni aruke kwa woga. Salma akasema, "Unapokuwa karibu na mimi hauko salama. Lakini pia hauwezi kuondoka. Umeshafungua mlango ambao hukupaswa kuufungua." Deni akataka kujitoa, lakini mkono wake haukutoka. Macho ya Salma yalibadilika, yakawa meusi zaidi, kina kirefu kisicho na mwisho. Sauti yake ikawa nzito, ikiwaka kama moto wa chini ya ardhi. "Ulibisha mlango wa roho usiku ule ulipoomba namba yangu. Na sasa mlango umejibu." Mkono wake ukamwachia. Deni akakimbia kutoka kwenye eneo hilo bila kupumua. Lakini alipotoka nje ya lango la makaburi, simu yake ikalia. Ujumbe mmoja tu. "Huwezi kukimbia. Nilikufuata kabla hujaniona. Nitaendelea kukufuata hadi unijue wote. Kila chembe ya mimi." Usiku huo Deni alilala kwa nguvu ya uchovu na woga. Ndoto ikamjia tena, lakini sasa haikuwa ndoto. Alikuwa anatembea ndani ya kaburi lile lile aliloliona usiku. Kati yake kulikuwa na sanduku la jeneza lililosimama wima. Mlango wa sanduku ukafunguka polepole kwa mlio wa chuma. Na ndani yake hakukuwa na maiti, ilikuwemo Salma, macho yakiwa hayajafunguka kabisa, kama mtu anayesubiri amri ya kuamka. Alipofungua macho, sauti yake ikawa nzito kuliko mara zote. "Umeniamsha." Deni akapiga kelele na kuamka, mapafu yake yakitafuta hewa. Lakini cha kutisha zaidi ni hiki. Simu yake ilipolia, ujumbe ulitumwa dakika ile ile aliyokuwa katika ndoto. "Umenita? Na sasa sitoki." Usiku ule ulikuwa mweusi kuliko kawaida. Ule usiku wa hatari ambao baadaye kijana angeukumbuka kama mwanzo wa mwisho wa mateso yake. Saa 8 usiku Deni alikuwa amelala chumbani kwake, amechoka, amejawa na mawazo ya siku nyingi. Alichoka kupambana na hofu, ndoto, sauti za ajabu na vitisho vya binti, yule ambaye sasa alikuwa anamjua vizuri ni kiumbe wa kutoka dunia ya giza. Alikumbuka maneno yake siku ya mwisho alipoongea, "Deni, usikimbie. Popote ulipo nitakufikia. Usinidanganye. Mimi ndiye pumzi yako, mimi ndiye usingizi wako." Deni alimwagika jasho mwili mzima.
Alijaribu kusali kimoyomoyo, lakini usingizi ulimbeba ghafla, usingizi mzito wa ghafla, wa ajabu, kama vile mtu alikuwa amemzima. Alipofumbua macho, mwanga hafifu wa alfajiri ulimwangazia usoni, lakini haikuwa dari ya chumba chake. Badala yake, kulikuwa na anga la kijivu, ukungu mzito na harufu kali ya udongo wa kaburini. Alipoinuka taratibu, moyoni alijawa na baridi ya hofu ambazo hakuwahi kuhisi maishani. Alikuwa makaburini. Sio tu makaburini, ila katikati ya mashimo ya makaburi mapya, udongo ukiwa bado mchanga, kama mtu alikuwa amechimba usiku ule ule. Mungu wangu, nimefikaje hapa? Deni alijisemea, sauti ikitetemeka. Miguu yake ilikuwa mchafu kwa udongo, nguo zake nyembamba alizolalia zikiwa na vumbi na nyasi. Kulikuwa na alama za kuvudrag kwenye ardhi, kana kwamba mtu au kitu kimemburuta kutoka chumbani kwake hadi hapa. Aliposimama na kujaribu kujitoa kwenye makaburi, upepo mkali ulivuma, upepo ambao haukuwa wa kawaida. Haukuvuma kama upepo wa asiri, ulivuma kama mtu anayepumua moja kwa moja kwenye shingo yake. Kicheko chembamba cha mwanamke kilisikika mbali, lakini ukaribu wake ulikuwa wa kutisha. Kicheko kilionekana kutokea ardhini au juu ya miti au nyuma yake, mishipa ilimsimama. Denyi, sauti ilimuita kwa upole, lakini ilikuwa imebeba baridi ya kaburi. Usiogope. Si nilikwambia sisi ni kitu kimoja sasa? Mbona unanitoroka? Deni alianza kutikisa kichwa. Acha. Tafadhali niache. Sauti ikacheka tena, safari hii ikilia karibu kabisa na sikio lake. Lakini mbona siku zote ulikuwa unapenda wanawake? Hivi unakimbia nini sasa? Au uligusa usichostahili kugusa? Deni alijikaza kutazama nyuma yake, lakini hakuona mtu, ila kivuli kilipita haraka kwenye kaburi lililokwisha chimbwa. Kelele kali ya ghor ilitoka ardhini. Kaburi moja likatetemeka. Jingine likatoa sauti ya kupasuka. Kichwa cha mtu kilianza kuonekana, lakini kilikuwa kinazunguka taratibu kama kisichokuwa na mifupa. Deni alipiga hatua za kurudi nyuma, macho yake yakijaa machozi. Hapana, Mungu, hapana. Sauti ya binti ikasema tena, unakumbuka nilikuambia makaburi ni sehemu ya maisha yetu? Sasa nimetaka uone kwa macho yako. Kutoka kwenye ukungu, binti yule alianza kuonekana taratibu, akitembea juu ya udongo kama hana uzito. Alikuwa mrembo kama kawaida, lakini uso wake sasa ulikuwa na sehemu nyeusi chini ya macho, kama mtu ambaye hakuwahi kulala tangu kuzaliwa. Macho yake yalimeta kama makaa ya moto. Alimkazia macho Deni bila kupepesa. Akanyanyua mkono, vidole vyake vikawa vyeupe kama mifupa. Deni, njoo. Huku ndiko kwetu. Huku ndiko tutakapokuwa milele. Umenichagua usiku ule uliponitaka namba yangu. Ulinitaka, sasa umenipata. Deni alianza kukimbia. Kimbio la kuchanganyikiwa, mguu mmoja uking'ang'ania, mwingine ukiteleza. Lakini kila alipokimbia, alijikuta anarudi pale pale. Makaburi yakawa yanamfungia njia kama yamepangwa kuishi. Huwezi toka, binti alitamka kwa sauti nzito, sauti ambayo haikuwa ya kibinadamu tena. Wakati Deni akikaribia kuzimia kwa hofu, kitu kilitokea ghafla. Mwanga mkali sana, mkali kuliko jua la alfajiri, ulipenya kati ya miti na kaburi. Uliangukia moja kwa moja pale kijana aliposimama. Binti yule aliacha kutabasamu. Alirudi nyuma hatua mbili. Akazungumza kwa hasira. Deni, ulifanya nini? Huu mwanga umetoka wapi? Deni alishindwa hata kujibu. Mwanga uliendelea kuongezeka, na kwa mara ya kwanza alihisi kitu kimemtenganisha na kile kiumbe. Binti akapiga ukoko wa ajabu, kama mchanganyiko wa kilio na ukali wa simba. Uso wake ukabadilika, kugeuka weusi, kujaa mistari ya moto na kupasuka kama udongo mkavu. Deni alichukia. Huu ni mwanzo wa mwisho wako. Ukikimbilia kwa wao, nitakuja usiku wa kiangazi, wa upepo mkavu, nitakufuata hadi mwisho wa pumzi yako. Kisha akatoweka ghafla kwenye ukungu, ukungu ukawa mzito, ukarudi upande mmoja, na makaburi yote yakatulia kimya. Deni akasirisha macho, pumzi ikimkatika, moyo ukimdunda kwa nguvu isiyo ya kawaida. Akatazama mwanga ule ukimfunika. Na ghafla, akiwa bado amesimama makaburini, alisikia sauti ya mbali ya kanisa, Yesu ni Mwokozi, Yesu ni nuru. Mwanga ukazidi. Na Deni akapoteza fahamu. Alipofika kanisani ile usiku,
Kijana Deni hakuwa na nguvu tena. Alikuwa amechoka kimwili, kiakili na kiroho. Macho yake yalikuwa mekundu, mwili wake mwembamba kuliko kawaida, na moyo wake umejaa hofu isiyoelezeka. Alijua fika kuwa akirudi nyumbani yule binti jini angesubiri kimya kimya gizani. Lakini safari yake ya kupona haikuwa rahisi. Siku ile baada ya maombi mazito ya mchungaji, Deni alirudi nyumbani usiku kwa hofu. Kila upepo uliovuma ulionekana kama unatembea kwa miguu. Kila kivuli kilionekana kama kitu kinamfuata. Alipoingia ndani, taa zilijizima ghafla. Chumba kikawa cheusi kama kaburi. Kabla hata hajahemea vizuri, sauti ile aliyoijua vizuri, sauti baridi, laini, lakini ya kutisha, ilitokea nyuma yake kama imezungumza moja kwa moja ndani ya ubongo wake. Denyin. Alihisi damu ikipeperuka mwilini. Nimeona umeenda kanisani. Sauti ile ikawa nzito, ikiongea taratibu kama mtu anayeng'ata maneno. Deni alitetemeka. Samahani, sikutaka. Ghadhabu ya jini haikumpa nafasi. Uliniambia utanisaliti. Dirisha likafunguka kwa kishindo. Mapazia yakapaa juu kama yametikiswa na dhoruba. Deni alianguka chini, mikono juu ya masikio, machozi yakimtoka bila kutaka. Unataka kuniua? Unataka kunikataa? Basi tambua, ukirudi tena kanisani, nitakumaliza. Nitayachukua maisha yako yote. Mwanga mkali wa bluu ukawaka mbele yake, na jicho moja kubwa, jicho lisilo la kibinadamu, likamtazama kwa hasira. Kisha ukimya. Chumba kikawa kimya, kana kwamba hakuna kilichotokea. Deni alikaa sakafuni kwa zaidi ya saa moja, mwili ukitetemeka kama mtu aliyekutwa na baridi kali. Lakini moyoni aliwaza kitu kimoja tu: kama nikifa, basi nife nikitafuta msaada wa Mungu. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa uamuzi wake wa mwisho. Kesho yake hakurudi nyumbani mchana wala usiku. Alibeba nguo chache tu na kupeleka kanisani. Mchungaji alimwangalia kwa huruma sana. Mwanangu, hapa ni salama. Usihofu. Deni alianza kulala kanisani. Lakini usingizi wake bado ulikuwa wa mateso makubwa. Kila usiku alikumbwa na vita ya kiroho. Jini akimwambia, unakimbia wapi? Hutaokoka. Wewe ni wangu mpaka kufa. Narudi kukuchukua. Mara nyingine alishangaa asubuhi na kujikuta machozi yamemganda usoni. Mara nyingine aliamka akipiga kelele. Lakini bado hakuacha kanisa. Msimamo wake wa kuendelea kuwepo pale ulikuwa pambano la pekee aliloweza kulipigana. Hapa ndipo alianza kujiuliza kwa uchungu. Ni kwa nini nilipenda kila mwanamke niliyemuona? Ni kwa nini sikuwahi kujizuia? Ni kwa nini tamaa imenifikisha hapa? Kwa mara ya kwanza maishani mwake, Deni alijilaumu kwa dhati. Hakujiona kama kijana shujaa tena, bali kama muhanga wa tamaa zake. Akaweka mikono usoni, akalia kama mtoto. Akanyamaza na kusema moyoni maneno ambayo yalitoka kwenye kina kirefu cha nafsi yake. Mungu, ukiniponya, sina cha kukupa ila maisha yangu. Sitarudia maisha haya tena. Sitakuwa kijana wa kupenda wanawake kiholela, wa kutafuta starehe za muda. Nisaidie Mungu, nisaidie kuishi maisha safi. Usiku wa 5 tangu aanze kulala kanisani, upepo mkali ulivuma. Ilikuwa ni usiku wa 8 wa kipekee, usiku wa kufunga mlango wa giza. Mvua ilianza kunyesha kwa kasi. Mbinguni, radi zilipiga kama vita. Wengine wote walikwisha ondoka, Deni pekee alikuwa amelala ndani ya ukumbi mdogo wa maombi. Mara taa ikawaka yenyewe. Kisha ikazima. Kisha ikawaka tena. Deni alisimama kwa hofu. Moshi mweusi, mzito, wenye harufu ya uvundo, ukatokea karibu na madhabahu. Sauti ile ya yule jini ikatokea tena, sasa ikiwa na hofu ya kumiliki mtu kwa mara ya mwisho, ikitambua kuwa inakaribia kushindwa. Deni, umenichosha. Hata Mungu hata kuondoa mikononi mwangu. Wewe ni wa tamaa yako. Moshi mweusi ukakaribia kumfunika, ukijaribu kufika katika pumzi yake ya mwisho. Deni alifunga macho, akapiga magoti na kupiga kelele, kelele ambayo haikuwa ya hofu, bali ya imani ya kujitoa. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sina mwingine wa kuniokoa. Mimi ni wako Bwana. Ghafla, mlango wa kanisa ukafunguka mwenyewe kwa kishindo. Mvurugiko wa upepo mweupe mkali, wenye harufu ya manukato, ukaingia ndani kama mwanga wa radi.
Moshi mweusi ukarudi nyuma, ukatetemeka, ukilia kwa sauti kama milio ya chuma kikali kinachokatwa. Mara sauti nyingi za maombi zikaanza kusikika, kana kwamba kwaya nzima ya malaika ilikuwa inaimba, lakini hakuna mtu ndani ya kanisa. Moshi ukapungua, ukazimika, ukafifia, ukayeyuka. Deni alianguka chini, usingizi mzito wa amani ukamchukua hapo hapo. Alipoamka alfajiri, mchungaji na waumini walimkuta amelala chini ya madhabahu. Uso wake ulikuwa mtulivu kuliko siku zote alizowahi kuonekana, amekunjua uso na hofu zote zimeondoka. Alipoinuka, alihisi mwili wake mwepesi, kama mzigo wa maisha ulikuwa umeondolewa. Hakukuwa na kelele kichwani, hakuna uvuli wa giza, hakuna hofu ya nyuma. Sasa alikuwa huru. Mchungaji alimtazama machoni, akatabasamu kwa upendo. Mungu amekugusa mwanangu. Huu ni mwanzo mpya. Umeshinda vita. Sasa, usirudi kwenye maisha ya zamani. Kumbuka kwa nini ulishinda. Deni alitoa machozi, safari hii si ya hofu, bali ya shukrani na ahadi. Mchungaji, nitaanza upya. Sitarudia tena maisha yale. Mungu amenipa nafasi ya pili na sitaitupa tena. Na kweli, tangu siku ile, Deni hakurudi kuwa kijana wa kutongoza hovyo. Alibadilisha marafiki zake, akajitoa kwenye pombe, sigara na uhuni. Alichagua njia ngumu lakini safi, njia ya kujitenga na tamaa ambazo karibu zimuangamize. Aliishi maisha mapya, ya ibada, ya uvumilivu na ya maadili. Na mara kwa mara, alisimama mbele ya vijana wenzake, sura yake ikijaa huzuni na ukweli, na akawaambia kwa unyenyekevu, sio kila mwanamke unayemuona ni mwanamke. Wengine wana mizigo ya giza na wengine ni mtego wa roho. Nilipoteza heshima yangu, muda wangu, na karibu kupoteza roho yangu kwa sababu ya tamaa za macho. Heshimu mwili wako, heshimu maisha yako, na chunga moyo wako. Sio kila kilicho kizuri mbele yako ni cha kufuata. Kwani kuna mlango niliufungua kwa mikono yangu, na nisingefunguliwa na nguvu ya Mungu, ningekuwa nimeshazikwa. Alikomea na ahadi yake mpya ya maisha safi. Kama umependa story hii kutoka Mjumbe Online, tafadhali subscribe kwenye channel hii kwa story mpya zinazoendelea. Naomba. Your Majesty, I propose we form a council dedicated to preserving our history. Let this council choose one name, one channel. Let it be called Mjumbe Online.